Salome alikaa chini taratibu, machozi yakimtoka kwa uchungu mkubwa. Kwa sauti iliyotikiswa na huzuni alisema, "Baba, naomba unisamehe. Ujauzito ni wa Mwalimu Sadiki." Baba yake alibaki kimya kwa sekunde chache. Macho ya baba Salome yalijaa mshangao na maumivu mno, huku akisema, "Salome, yaani mimi nimekutafutia mwalimu aje kukusaidia kutimiza ndoto zako, halafu ukaanzisha mahusiano naye? Kweli Salome?" "Mwanangu." Salome hakujibu, aliinamisha kichwa chini kwa aibu na majuto. Kwa hasira na maumivu baba yake akauliza tena, "Je, huyo mwalimu anaujua huu ujauzito?" Kwa sauti ya chini sana Salome akasema, "Nilijaribu kumpigia simu baba, lakini hapatikani tena." Baba yake alisimama kwa nguvu na kusema kwa ukali, "Sawa, kesho nataka huyo mwanaume aje hapa nyumbani. Hili suala lazima lieleweke." Baada ya kusema hayo, aliingia chumbani akiwa amejaa hasira. Usiku ule baada ya chakula cha jioni, Salome alimuita shangazi yake kwa kupitia simu. Yaani alimpigia simu shangazi yake huku akilia kwa uchungu, "Shangazi, naomba njoo uniombee msamaha kwa baba." Lakini shangazi yake alimjibu kwa ukali, "Mwanangu, ulipokuwa unayafanya hayo ulitegemea nini? Mimi namjua kaka yangu vizuri sana. Mtafute huyo aliyekupa huo ujauzito aje amalizie alipoanzia." Maneno yale yalichoma moyo wa Salome kama moto. Usiku wa manane, baba yake na mama yake wa kambo walikuwa wamekaa sebuleni wakizungumza kuhusu hali ya Salome. Mama wa kambo alisema kwa upole, "Baba Salome, sidhani kama kumfukuza mtoto sasa ni suluhisho. Inaonekana huyo mwalimu hana mawasiliano naye tena." Alinyamaza kwa muda mfupi kisha akaendelea, "Mimi naona tumwache akae hapa mpaka ajifungue. Halafu baadaye tutajua cha kufanya." Akavuta pumzi na kuongeza, "Na pia kumbuka, kutokana na tabia zake Salome, si rahisi watu wengine kumpokea kirahisi huko nje. Tena sasa akiwa mjamzito." Baba Salome alitikisa kichwa kwa huzuni. "Katika makosa yote aliyowahi kufanya Salome, hili limeniumiza sana mama Salome." Miezi iliendelea kusogea. Siku moja kipindi cha mavuno, Salome alikuwa shambani. Ghafla uchungu wa kujifungua ukaanza. Kwa maumivu makali alimwambia mdogo wake wa kike, "Nenda kamuite mama haraka." Mama yake wa kambo alipofika hakupoteza muda, alitafuta bajaji na kumkimbiza hospitali ya Ndanda. Walipofika hospitalini, hali ya Salome ilikuwa mbaya sana. Madaktari waligundua kuwa asingeweza kujifungua kawaida, hivyo wakaamua kumfanyia upasuaji wa haraka. Kwa neema ya Mungu, Salome alijifungua mtoto mzuri wa kike, lakini mtoto alikuwa na matatizo ya kupumua na Salome mwenyewe alikuwa bado hajaimarika. Hivyo walilazimika kubaki hospitalini kwa mwezi mzima. Katika kipindi hicho chote, hakuna ndugu, rafiki wala jirani aliyewahi kumtembelea Salome hospitalini. Hata yule shangazi yake hakufika. Lakini kila siku mama yake wa kambo alikuwa hospitalini. Alimpelekea chakula, alimsaidia kumwogesha mtoto, alimhudumia Salome kama mtoto wake wa damu. Kwa mwezi mzima hakuchoka wala hakulalamika. Ndipo moyo wa Salome ulianza kubadilika taratibu. Baada ya kutoka hospitalini, maisha yaliendelea. Mtoto alipofika miaka 4 akaanza shule. Siku moja baba yake alimuita Salome na kumwambia, "Huyu mtoto sasa ni jukumu lako. Uniform, madaftari na mahitaji yake yote unatakiwa uyashughulikie wewe mwenyewe. Mimi nilikulea wewe
sasa wewe mlee wako. Salome hakubishana. Asubuhi iliyofuata alimfuata baba yake na kusema, baba, naomba unisaidie mtaji nifanye biashara ya chakula. Baba yake aliguna kisha akasema, sawa. Alimpa fedha kidogo za kuanzia. Salome akaanza kuuza chakula cha mamalishe. Alijituma sana, lakini biashara haikumpatia faida kubwa. Baadaye akaanza kuuza maandazi, nayo hayakufanikiwa sana. Mwisho akaamua kuanza biashara ya kuuza kuku wa kisasa. Safari hii alijituma kwa nguvu zote na biashara ikaanza kwenda vizuri. Wakati mwingine alimwacha mtoto kwa mama yake wa kambo, na siku nyingine alimchukua kwenda naye kwenye biashara. Pole pole maisha yakaanza kubadilika. Aliweza kumpeleka mtoto shule vizuri na kumhudumia kwa heshima. Mtoto alipofikisha miaka 5, siku moja Salome alimwambia baba yake, baba, nataka kurudia tena mtihani wangu wa form 4. Ada nitajilipia mwenyewe. Baba yake alimkubalia, ingawa moyoni alikuwa tayari ameshakata tamaa juu ya Salome. Siku iliyofuata shangazi yake akapiga simu kwa baba yake. Akamwambia, kaka, nimeambiwa Salome anataka kufanya mtihani tena. Ni kweli? Baba yake Salome alijibu ndiyo. Shangazi akacheka kwa dharau. Kaka, na wewe unataka kupoteza pesa zako. Salome hana akili za shule. Huyo wa kuozeshwa tu sasa. Baba yake hakupenda maneno yale. Akatulia kimya kisha akakata simu. Salome akaenda kujiandikisha kufanya mtihani wa kidato cha 4 kama private candidate. Safari hii alikuwa tofauti kabisa. Asubuhi biashara, mchana kazi za nyumbani, jioni masomo. Mdogo wake wa kiume alimsaidia kusoma kwa sababu naye alikuwa anajiandaa na mtihani wa form 4. Huku mdogo wake wa kike akiwa kidato cha 3. Hatimaye mwezi wa mtihani ukafika. Salome akafanya mtihani wake kwa matumaini makubwa. Matokeo yalipotoka, hakupata divisheni kubwa sana, lakini alifaulu vya kutosha kwenda kusomea ualimu. Baba yake alimwambia, najua ulikuwa unapenda sana nursing, lakini kwa matokeo haya nafasi iliyopo ni ya ualimu. Salome alikubali, akaenda kusoma ualimu. Baada ya kuhitimu alipangiwa kazi katika shule ya msingi huko Mpwapwa, Dodoma. Siku hiyo baba yake alifurahi sana. Kabla hajaondoka kwenda kazini, Salome alipiga magoti mbele ya mama yake wa kambo huku akilia. Nisamehe sana mama, wewe ndiye mama yangu wa kweli. Sitakusahau kamwe. Mama yake wa kambo alimnyanyua na kumkumbatia kwa upendo mkubwa. Usijali mwanangu, na kutakia kila laheri. Baada ya hapo, Salome akaondoka kuelekea Dodoma kuanza maisha mapya. Miaka ilipita. Salome alifanya kazi kwa bidii kubwa. Akaendelea na diploma, baadaye akaenda chuo kikuu. Kwa juhudi zake aliteuliwa kuwa mkuu wa shule ya sekondari huko Dodoma. Watu wengi walishangazwa na mafanikio yake. Hata yule shangazi yake hakuamini. Siku moja akiwa ofisini aliletewa barua ya uhamisho wa mwalimu mpya aliyekuwa anakuja kufundisha katika shule yake. Alichukua faili lile taratibu, akaanza kusoma jina, Mwalimu Sadiki. Mikono yake Salome ikaanza kutetemeka. Mapigo ya moyo yakaanza kwenda mbio. Je, huyu ndiye Sadiki aliyemtelekeza miaka yote iliyopita? Stori inaenda kwenye utamu. Usikose sehemu ya 4. Tuendelee kujifunza Kiswahili na stories. Asante kwa kusubscribe, kwa kulike na kukomenti. Mwenyezi Mungu akubariki. Nikutakie siku njema na kwaheri.